Mpendwa mtazamaji wangu katika unabii wa siku za mwisho, tuko katika sehemu ya 18 sasa. Tunakwenda kuangalia sehemu ya 18 ya unabii wa sehemu ya 19, samahani. Tutasoma katika ile Mathayo 24 ule mstari wa 32. Anasema, basi kwa mtini jifunzeni kwa mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua kuwa wakati wa mavuno umekaribia. Nanyi kadhalika mionapo hayo yote, tambueni kuwa yu karibu mlangoni. Taifa la Israeli limetajwa katika Biblia kwa mfano kama mzabibu, na wakati mwingine limetajwa kama mtini. Kwa hiyo hapa unaona pia katika ile Yoeli sura ya 17, sura ya kwanza mstari wa 7, unaona hayo maneno yanatajwa hapo. Lakini hapa Yesu Kristo anatupa taarifa, ni moja ya ishara ya kujibu maswali juu ya ujio wake na mwisho wa dunia. Tunaona hapa anawaambia wanafunzi wake kwamba kwa mtini jifunzeni. Wakati unapoanza kuchipuka na kuchanua, mnajua kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Sasa taifa la Israeli lilifutika kuwa taifa katika mwaka 70 baada ya Kristo, na lilifanywa hilo tukio na dola ya Rumi ilipokuja kubomoa hekalu na kuwatawanya kabisa Waisraeli, wakaendelea kutawanyika na baadaye taifa likawa halipo kabisa. Lakini sasa ni lini hili taifa la Israeli limeanza kuchanua? Maana yake tunaona mwaka 1948 taifa la Israeli likawa limechanua rasmi. Zilianza hizo fununu 1947, lakini 1948 likatambulika rasmi kama taifa. Ni kama siku zaliwa ni kuchipuka, kwa sababu Israeli ilikuwa ni mti ambao umekatwa, umebakishwa, kulikuwa na shina, kulikuwa na kipande cha shina kiko pale. Kwa hiyo hiki kisiki kikachipuka tena na kuleta matokeo ambayo tunayaona sasa na kulifanya kuwa taifa la Israeli. Sasa kadri siku zilipokuwa zinaendelea mbele, sifa za Israeli zilikuwa kubwa, kwa maana ya kwamba ukiangalia uwezo wao wa kiakili, uwezo wa kiteknolojia, sifa zake zikawa zimeenea sana juu ya taifa la Israeli. Na mambo haya yote sasa, kwa watu ambao wanatazama katika mtazamo wa kibiblia na kinabii, yakawa yana maana kwamba ni maandalizi kuelekea katika ujio wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuwa ameweka kwamba kwa mtini tujifunze, kwamba wakati wa mavuno, maana yake ni mwisho kabisa wa ulimwengu, ndiko ambako Yesu atakuja kufanya hayo mavuno. Sasa hivi Israeli wako katika maendeleo, lakini Israeli haiwezi kuwa Israeli bila kuwa na hekalu. Sasa Israeli wanatamani siku moja wawe na hekalu lao, wajenge hekalu lao la tatu. Sasa hili hekalu la tatu watakayolijenga halihusiki moja kwa moja na kanisa, linahusika na Israeli kama Israeli. Lakini kutoka hapa ndiko ambako mpinga Kristo atakwenda kujitambulisha, na baadaye Waisraeli wenyewe watatambua kwamba mpinga Kristo si Kristo aliyokuwa wanamtegemea, bali Yesu Kristo ndiye aliyekuwa masihi wao, ambao wao walipasa kumwamini, na watakuwa wamekwisha kuchelewa sana. Sasa hapa ambapo wao wanataka kujenga hili jengo, hekalu, ni mahali ambapo Waislamu wamesimamisha msikiti wao wa Al-Aqsa, moja ya nafikiri eneo la tatu kwa utakatifu katika mujibu wa dini ya Kiislamu. Sasa je, itakuwaje huu msikiti uweze kubomolewa na Israeli waweze kujenga hekalu katika eneo hili? Ni jambo ambalo ni gumu kufikirika, lakini nataka ujue kwamba hilo jambo litawezekana. Iko siku hekalu litajengwa na Waisraeli. Mpaka sasa, kutokana kwa mujibu wa taasisi ya maandalizi ambayo wako nayo, wameshaanza kufanya maandalizi tayari, wameshajua ujenzi. Wanasema unaweza kuchukua kama miezi 6 kukamilisha kwa sababu ya teknolojia na vitu vingine, lakini pia maandalizi ya taratibu zote za kufanya ibada zimekwisha kuandaliwa na wako tayari. Sasa haya mambo yote yanamaanisha kwamba tuko ukingoni kabisa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, tujue kwamba Yesu Kristo hayuko mbali sana. Hebu jipe moyo wewe ambaye unaendelea kumwamini Yesu Kristo, usikate tamaa na maneno ya watu wanaofanya kejeli, lakini jipe moyo ukijua kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja, na wote tulipo sio nyumbani kwetu, tutakwenda nyumbani ambako huko tutakaa na Yesu Kristo milele. Maana Biblia inasema huko hakuna machozi wala maumivu wala kilio tena. Mungu akubariki sana, tukutane katika sehemu nyingine. Amen.